hakuna dawa za kulevya zinazoingia kutoka nchini. Kabla ya mashirikiano hayo, dawa za kulevya nyingi zilikuwa zinatumia vifurushi kupitia posta kuingia kutoka nchi za nje kuingia nchini. Na tumekamata dawa nyingi sana ikiwemo methamphetamine ambazo nyingine zilikuwa zinaingizwa kupitia vifurushi, wanaweka kiasi kidogo sana kwa sababu hizi dawa za kulevya zinazotengenezwa kwa kemikali bashirifu unatumia kiwango kidogo sana kinaleta kilevi kikubwa sana, zaidi ya mara 10,000 ya dawa hizi za kawaida za heroin pamoja na kokeni na dawa nyingine. Kwa hiyo wanasafirisha kwa kiasi kidogo sana kupitia, lakini pia mirungi, bangi walikuwa wanasafirisha pia kupitia hivyo vifurushi. Baada ya kuingia makubaliano hayo na kuanza ukaguzi wa pamoja, baada ya kukamata zile dawa za kulevya mbalimbali tulizozikuta kwenye vifurushi, wale wahalifu sasa hivi wameacha kusafirisha hizo dawa za kulevya kwa kutumia vifurushi. Kwa hiyo hayo ni mafanikio ya kwanza. Lakini mafanikio ya pili ni kwamba wale waliokuwa wanasafirisha hizo dawa sasa wanapata shida kubwa sana katika usafirishaji wa hizo dawa. Ndio maana sasa hivi wameanza tena kusafirisha kwa kutumia vidonge. Wanatengeneza vidonge, wewe ukiona vile vidonge viko kama Panadol, kama aspirini, lakini ndani yake ni dawa za kulevya ambazo zimetengenezwa. Kwa hiyo na ndio maana pia tulitoa elimu katika mipaka yote ili watusaidie wanapoona vitu kama hivyo, kwa sababu kwenye mipaka yetu kuna taasisi mbalimbali ziko kwenye ile mipaka kwa ajili ya kukagua bidhaa mbalimbali katika maeneo yale ili zisiingie au kutoka bidhaa ambazo hazitakiwi, ili kuhakikisha kwamba tunazuia. Kwa hiyo hayo ni mafanikio mengine, na ndio maana pia umeona huyo Mganda tumemkamata na hizo pipi ambazo akiwa anaingia Tanzania, na katika kumhoji amesema ni mara ya kwanza anaingiza hizo dawa akiwa anajaribu soko kuona huku kwamba kama anaweza kufanya hiyo biashara ili aweze kuziingiza mara kwa mara kuuza, lakini intelligence yetu ilimbaini mapema na kumkamata. Lakini pia hichi kilimo cha bangi na mirungi kina athari kubwa sana kwenye mazingira, kinaharibu sana ekolojia ya mazingira. Kwa mfano ukiangalia katika bonde la Mto Mara, kilimo kikubwa cha dawa za kulevya aina ya bangi kilichopo kule kinaharibu sana ekolojia ya mbuga ya Serengeti. Kwa sababu mbuga ya Serengeti ndio inategemea lile bonde kupata maji. Wale nyumbu nao waona watalii wanakuja, nyumbu wanavuka na kurudi, wanavuka kwenye ule Mto Mara ambao ekolojia yake ndio inaenda kukamilika kwenye mto kwenye mbuga ya Serengeti. Kwa hiyo uharibifu unaofanyika pale, ukataji wa miti, ufyekaji na kuharibu ule uoto wa asili, mwisho wa siku yale maji yatakatika, hayataweza kufika kule kwenye mbuga ya Serengeti. Tutaharibu utalii, tutakosa mapato, lakini wanyama kule watakufa. Kwa hiyo ndio maana tunafanya hizi operation kuhakikisha kwamba tunahakikisha hiki kilimo cha bangi na mirungi, lakini biashara za dawa za kulevya ziendelei. Lakini biashara nyingine zote za dawa za kulevya hususan za viwandani, ukiangalia kule kwenye vijiwe wanakotumia wale watu, wanajidunga, wanaacha sindano kule, wanaacha uchafu kule, wanajisaidia vinyesi, vingine vinaingia kwenye mfumo wa maji safi. Kwa hiyo wanaharibu pia mfumo mzima wa kimazingira na afya. Kwa hiyo ndio maana pia tunaendelea kuhakikisha kwamba vijiwe vyote, maeneo yote wanayouza dawa za kulevya, tunafanya operation nchi nzima, na tumeanza na Dar es Salaam, tumeenda Kahama, tumefanya Mwanza, Mbeya, Nzega, na tutaendelea katika majiji yote na miji yote mikubwa kuhakikisha kwamba tunamaliza hili tatizo la dawa za kulevya vijiweni. Lakini pia pamoja na kufyeka hizo bangi na mirungi, tunaweka pia mipango mikakati ya kuhakikisha kwamba hilo zao aliendelee. Kwa mfano kule Same, ndio maana tumesema watendaji wa kijiji kule, kata na kuendelea, wale wote tutachukua hatua, lakini pia tunawahakikishe vile visiki vyote tulivyofyeka ile mirungi vinachimbuliwa ili ile miti isichipue tena, na hapo ndipo tutakapomaliza hili zao la mirungi, na hili tunalisimamia kuhakikisha kwamba linafanikiwa. Lakini kule Mara ambako tumefyeka kwenye ile bonde kubwa, tunachokifanya sasa hivi, lile bonde ni bonde la serikali, liko chini ya mamlaka ya maji. Tunahakikisha lile bonde linatafutiwa kazi ya kufanya, watapewa wawekezaji, kuna shughuli mbalimbali zitafanyika pale, na tayari katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu anaendelea na mchakato wa kuhakikisha kwamba lile bonde linatumika ili kuhakikisha sasa tunamaliza kilimo cha bangi katika yale maeneo. Lakini maeneo mengine yote ya misitu ya TFS ambayo ndio inatumika sana kwa kilimo cha bangi, tunahakikisha kwamba wale watumishi walioko kule waliopewa mamlaka ya kusimamia ile misitu, tutakapokuta mashamba makubwa ya bangi kule, na wao tutawahusisha kwamba na wao wanashiriki katika kile kilimo, kwa sababu haiwezekani misitu ipo, wao wanalinda, wanapita doria, mashamba makubwa yapo, hayavunwi, hayakamatwi, hayaonekani, kwa sababu zile sio sindano, yale ni mashamba, ni hekari kwa hekari. Umesikia hapa hizi hekari tulizofika huko Tabora, ni hekari nyingi, huwezi kusema kwamba huwezi kuziona.
Kwa hiyo ndio maana pia tunashirikiana na TAKUKURU kuhakikisha kwamba sasa tutachukua hatua kali sana. Bila hivyo hili tatizo halitaisha. Tutafyeka, kesho watapanda. Sasa ili wasipande tena, tutachukua hatua kali za kisheria na tutahakikisha kwamba maeneo yote wanayolima, wanaozalisha hayataweza kufanikiwa. Lakini pia kwenye masuala ya uzalishaji wa dawa za viwandani, tunahakikisha kwamba intelligence yetu tunaiongeza zaidi. Yoyote atakayejaribu kuanzisha kiwanda chochote au maabara yoyote ya kutengeneza dawa za kulevya, hususan fentanyl ambayo ni dawa hatari sana duniani, tunahakikisha tunambaini mapema na hatua kali zinachukuliwa, na tayari tushaanza kuchukua hatua kwa hawa ambao tumebaini wanafanya hiyo biashara.